Tunaendelea kupiga story mbili tatu, basi nikukumbushe kwamba wewe ni mtu sahihi sana katika maisha, na kama umekutana na clip hii basi ujue ilikuwa inamaanisha sana ukutane naye usiku wa leo na mtu wa bahati sana. So wakati tunamaliza kwenye 1 and 2, ngoja nikusimulie kisa kimoja, huenda you never know kikabadili mwelekeo wa maisha yako ama ikakuongezea chochote kitu katika maisha ambayo unaishi. Bana, ilitokea siku moja panya aliwekwa kwenye chupa ya nafaka. Panya alifurahi mno kwa kuwa alikuwa hana haja tena kuhangaika na kutafuta vyakula vingine, kwa sababu alikuwa anapata kile anachokitaka kwa muda sahihi. Siku zikasonga akiwa anakula bila kufikiri chochote, lakini siku ikafika nafaka zilibakia kidogo na kuja kugundua kwamba ule ulikuwa ni mtego, na hivi sasa hawezi kutoka wala hawezi kubadili mlo alioizoea. Na kisa hiki kifupi kinamaanisha nini? Najua ni kifupi na nimerush, lakini kinamaanisha nini? Jambo la kwanza mwanangu sana, ni starehe za muda mfupi huweza kuleta madhara. Ingawa vijana tunaambizana bana, ukipata time kula ya kuponda la basi ponda la kweli kweli, maana wanasemaga kufa kwaja. Lakini tuangalie na starehe ambazo tunazifanya, kwa maana zingine madhara yake ni makubwa mno. Na jambo la pili, ukiona vitu vinakuja kwa urahisi basi unaweza kuangukia kwenye mtego wa utegemezi. Wengi labda mnaweza mkafikiria kwamba ni swala la mapenzi peke yake, lakini hapa tunaweza kuzungumzia kwenye yale masuala ya mikopo na utegemezi wa mishahara kwa wafanyakazi. Lazima tutafute nguvu zingine za ziada mbali na vile vitu ambavyo tunajishughulisha navyo. Na jambo la tatu ambalo la mwisho ningependa kukushirikisha siku hii ya leo ni kwamba uhuru unakuja kwa nguvu lakini uondoka kiurahisi. Na pia naweza nikasema kwa maana nyingine